Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika iman ambao mnafuatilia kituo chetu hichi cha channel ya Abu Ubaida TV. Leo ningependa nikuletee ruqya ya kisheria kwa mgonjwa. Ikiwa mgonjwa ni wewe ama ikiwa unahitaji kumfanyia ruqya hii mwingine, bimaana mkeo ama mumeo, ama ikiwa ni kaka ama ni dada, ama ikiwa ni mtu wako wa karibu. Kuna ruqya ambazo tunasoma lakini ndani yake tunachanganya na shirki. Tunawaomba malaika ama tunamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema bijahi sayyidina Muhammad. Maana tunaambatanisha dua yetu ama kuipitisha kwa Mtume hali ya kuwa Mtume hayuko hai. Hii ni moja katika aina tawassul ambayo sio kisheria, bimaana haijathibiti na haitakikani kwa Muislamu kuitumia. Taban hili tutalielezea katika siku zijazo insha Allah. Lakini leo ningependa tuiangalie ruqya ya kisheria kwa mgonjwa. Pindi unapoumwa wewe, basi kwanza soma suratul Fatiha 7 marati, mara 7. Zisome. Ikiwa utazisoma kawaida ama utachukua gudulia la maji ama ndoo ukaisomea, wallah vyovyote itakavyokuwa basi insha Allah heri. Ukishazisoma suratul Fatiha mara 7, kisha soma al-muawwidhataini mara 3 kwa kila moja. Bimaana suratul Falaq, kul a'udhu birabbil falaq, na suratul Nas. Hizi zinaitwa al-muawwidhataini. Kila moja utaisoma mara 3 katika sura hii. Kisha baada ya hapo utajipangusia katika mwili wako. Kila ukimaliza 3 unajipangusia katika kiwiliwili chako kuanzia juu mpaka chini, isipokuwa sehemu za siri. Baada hapo utasoma dua hii ifuatayo: Allahumma rabban nas idhhabil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk la yughadiru saqama. Dua hiyo utaikariri na kuirejea mara 3 ama mara 7. Allahumma rabban nas idhhabil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama. Baada hapo ndugu yangu Muislam, utasoma dua hii hapa mara 7. As'alullaha al-azima rabbul arshil azim an yashfika. Hii ikiwa utamuombea mtu, ikiwa mumeo ama mkeo, utamuombea as'alullaha al-azim rabbul arshil azim an yashfika. Ikiwa unajiombea wewe mwenyewe utasema as'alullaha al-azim rabbul arshil azim an yashfini, manake aniponyeshe. Muomba Allah mtukufu mwenye arshi tukufu aniponyeshe. Sawa, 7 marati utaisoma mara 7. Baada ya hapo utaweka mkono wako katika sehemu ambayo ina maumivu. Mfano unaumwa na tumbo ama naumwa na kichwa ama sehemu fulani katika mwili wangu inauma, basi utaweka mkono wako huo wa kulia katika sehemu hiyo, kisha utasema bismillah mara 3. Baada ya hapo utasema maneno haya yafuatayo mara 7: a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Kiwa unamwombea mtu utamwombea maneno hayo mara 7.
Mtume anasema yote mwenye kuhisi maumivu katika moja kiungo chake katika mwili aseme bismillahi, ikisha baadaye atamke maneno hayo mara 7. Kwa uwezo wa Allah maumivu hayo yatapotea. Baada ya hapo utasema a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytani wa hamma wa min kulli ainin lamma. A'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Hani maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakinga nayo wajukuu zake Hassan na Hussein. Kwa hiyo ikiwa mimi na wewe pia tutayatumia, basi atakuwa kinga tosha ya kujikinga na maibilisi pamoja na kijicho. Kisha utasema maneno haya yafuatayo: bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardh wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Haya ni maneno ama ni dua maarufu na mifupi, lakini ni mujarrab. Unaposoma usiku ama asubuhi, basi Allah atakukinga na kila shari, ikiwa ya binadamu, ikiwa ya ibilisi. Kwa hiyo utatamka maneno hayo mara 3. Kisha utasema bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yashfika, bismillahi arqika. Utatamka maneno hayo na kumalizia a'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdhurun. Kila moja katika maneno hayo utayatamka mara 3. Baada hapo tegemea na tawakkali kwa Allah. Kwenye radi hii, kama ni ugonjwa utaniondoka, utapona biidhnillah. Kama najilinda na jambo, manake Allah